Inawezekana mpaka sasa na wewe ni miongoni mwa watu ambao wanajiuliza ni kwa namna gani wanaweza kupata TIN namba kwenye simu zao. TIN namba ni namba ya utambulisho ya mlipa kodi. Kwa kama kuna sehemu unafanya shughuli zako za kibiashara au shughuli zako za udereva na kuna wakati unahitajika kutoa TIN namba lakini unakuwa na chenga nyingi, leo nitakuelekeza hatua kwa hatua katika video hii ili uweze kupata uelewa mkubwa na kwa jinsi gani unaweza ukapata TIN namba bila kulipia chochote kile kwa mtu. Kitu cha kwanza ambacho nataka nikuelezee hapa ni kukufafanulia juu ya TIN namba. TIN namba hizi zimegawanyika kwa namna mbili. Kuna TIN namba ya mtu mmoja mmoja, lakini pia kuna TIN namba za kampuni. Kitu ambacho nitakuelekeza kwa siku ya leo, nitakuelekeza ni namna gani unaweza kufanya usajili na ni kwa namna gani unaweza ukapata TIN namba yako kwa kutumia simu yako ya mkononi. Katika video hii nitakuelekeza moja kwa moja kwenye skrini yangu jinsi utakavyokuwa ukifanya registration, jinsi utakavyojisajili na kupata TIN namba yako vizuri. Lakini kitu tutakachoanza kukifanya, nitakuelekeza mahitaji muhimu yanayohitajika ili wewe kama mlipa kodi uweze kupata TIN namba yako ambayo utaitumia katika masuala yote ya kodi. Kama wewe ni dereva, kama wewe ni mfanyabiashara mdogo, kama wewe ni mtumishi wa serikali, kama umeajiriwa pia na mashirika na una uhitaji mkubwa wa TIN namba, nitakuelekeza. Kitu cha kufanya, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika video hii, na endapo utakuwa na swali lolote ile linalohitaji kukuongezea ufahamu, uliache sehemu ya comment na mimi nitapita kukujibu ili kuhakikisha naondoa changamoto yako yote na unapata uelewa mkubwa na ufahamu wa kutosha. Kwanza utakachokifanya, utafungua browser yako kama hivi. Mimi nimefungua Google na nimetype hapo TRA, kwa hiyo imeniletea hapa. Ukiangalia hii hapa imeniletea Tanzania Revenue Payer Portal, ambayo sasa hii ndio utakuja tupatie option rahisi sana ya sisi kupata TIN namba. Shafunguka itakuja mpaka sehemu hii. Ukiangalia hapa kuna vitufe kama vitatu. Kitufe cha kwanza kiko juu kabisa, hiki hapa ambacho kimekwambia login, lakini pia kuna hiki hapa ambacho kimekuandikia sign up. Kwa hiki hapa cha service nafikiri hiki nitakuja nikifundisha baadaye, kwa sababu sasa hivi nitakufundisha jinsi ya kupata TIN namba, lakini baada ya hii video nitakufundisha jinsi ambavyo unaweza ukapata leseni ya biashara bila kufika kwenye ofisi za biashara. Sasa kwa kuwa sisi tunafanya ombi jipya kwa ajili ya kupata TIN namba mpya, tutakuja kwenye hii option ya sign up. Ukishamaliza kusign up moja kwa moja hii option itatuleta mpaka kwenye eneo hili. Sasa kwenye eneo hili tunakuja kugundua kuna vitu viwili hivi hapa. Kitu cha kwanza tunaona kuna individual, afu kitu cha pili kuna hii option ya entity registration. Kwa hii entity registration ni wale ambao wanakuwa wanatafuta TIN namba kwa ajili ya kupata TIN namba ya kampuni au mashirika, lakini hapa individual ni ya mtu binafsi. Kitu ambacho tutakifanya hapa, tutaenda kuzungumza jinsi ya kupata individual registration ya TIN namba. Sasa hapa lazima ujue kwamba unataka utumie namba yako ya NIDA au kitambulisho chako cha NIDA, au unataka utumie kitambulisho kingine ambacho sio cha NIDA. Kwa hiyo hapa tutaenda kutumia moja kwa moja kitambulisho ambacho sio cha NIDA, ambacho ni hichi hapa. Kwa tukishamaliza kufika hapa, mfumo utatuuliza tunataka TIN namba ya aina gani. Tunataka business TIN namba au non business TIN. Hizi TIN namba za non business ni zile ambazo wanazitumia watu walioajiriwa na mashirika, madereva. Mtu anayeomba leseni ya udereva atatumia hii hapa non business license. Lakini labda mtu ana mgahawa, labda mtu ana saluni, labda mtu anafanya biashara fulani, yeye atakuja sehemu ya business TIN. Kwa hiyo sisi tutakuja moja kwa moja kwenye non business TIN ili kusudi tufanye registration. Hata kwa utaratibu tutakaotumia hapa kwenye non business ndio utaratibu tutakaotumia huku pia kwenye business TIN number. Kwa moja mfumo utakuleta kwenye hii form hii. Ukumbuke yote haya tunafanya tukiwa kwenye hii portal ambayo inaitwa Tax Payer Portal. Kwa zote hizi tunazifanya tukiwa hapo. Na sasa tayari tumeshafika kwenye hii hatua ambapo tunajaza information. Hapa tuna deal na hii hapa. Tumetumia hii hapa nani business form, ambayo sasa hii itatusaidia kujua ni kwa namna gani tutakuwa tukijaza form. Kwa mfano tukiangalia hapa, huyu bwana amejaza taarifa zake hapa ambazo ni personal particulars. Hizi personal particulars ambazo sasa zinakuwa zinatuonyesha huyu ni nani. Kwa hatua ya kwanza kabisa utataja taarifa zako, ambazo taarifa hizo ni za majina, tarehe ya kuzaliwa, wewe ni raia wa nchi gani, unakokaa hii hapo,
na mwisho wa siku unatumia kitambulisho gani. Kwa mfano hapa tumetumia voter ID ambayo ndio hii hapa namba ambayo tumeiweka hapa, hii hapa hii. Kwa tumetumia hiyo, lakini baada ya hapo utasikani hicho kitambulisho chako utakiweka kwenye eneo hili. Baada ya hapo tutaendelea kwenye hatua inayofuata, ambayo hatua hii inayofuata yenyewe inataka tuonyeshe residence kwamba huyu muombaji ni mkazi wa wapi. Kwa sasa huyu muombaji ni mkazi wa wapi? Hii ni stage ya pili. Stage ya kwanza tumeshakamilisha, na stage ya pili ni kuandika residence information. Kwa baada ya hapo tutaendelea, tunaona huyu mtu ni mkazi wa Kilimanjaro, wilaya ya Moshi CBD, Bondeni, kata ya Bondeni, na mtaa anaokaa ni Mbuyuni. Hii hapa ndo post code yake, na baada ya hapo tunakuja kuona amemaliza taarifa zake za residence. Hatua inayofuata huyu bwana anakuja kujaza kwa nini anaomba hii TIN number. Kwa hiyo tunakuja kuona kwamba yeye ameomba TIN number kwa ajili ya shughuli zingine tofauti na biashara. Kwa baada ya hapo akishamaliza anakuja hapa, hii sehemu hii hapa ni sehemu ya kufanya declaration. Declaration ni kuapa au kukubali kwamba hizi taarifa ambazo umezitoa wewe, ambayo ni sehemu ya tatu, hii taarifa ambayo umetoa wewe ni taarifa sahihi, ni taarifa sahihi na inakuhusu wewe mwenyewe. Kwa baada ya hapo tuna declare. Baada ya kudeclare tuna submit application yetu. Kwa tutasubiria kwa muda mfupi. Baada ya hapo tutaona namna ambavyo tunaweza tukaingia na kutafuta cheti cha TIN number kwa kutumia simu yako moja kwa moja baada ya kuwa umesha submit application yako. Kwa tutasubiria kwa dakika kadhaa